Mtazamaji wa Informative TV, kama ambavyo umekuwa ukipata mfululizo wa vipindi mbalimbali kutoka katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja hapa mjini Unguja katika maonyesho ya 7 ya wiki ya elimu ya juu ambayo yamekuwa yakiandaliwa na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kupitia kitengo cha uratibu wa elimu ya juu. Maonyesho haya yamehitimishwa leo hii katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja na kisha kuelekea Pemba kwa ajili ya mwendelezo wa maonyesho kama haya, maonyesho yenye kushirikisha vyuo vikuu kutoka ndani ya Zanzibar, nje ya Zanzibar kwa maana Tanzania bara, lakini pia nje ya mipaka ya Zanzibar. Vyuo vikuu kutoka nchi za nje vimekuja hapa, nchi kama China, India vilikuweko hapa, Malaysia, UK, Poland, vyote vilikuwa katika maonyesho haya. Lakini nikwambie kwamba fursa ngapi zimeweza kutolewa. Bodi ya mikopo zote mbili ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar ilikuwa hapa, NECTA ilikuwa hapa, TCU ilikuwa katika ushiriki wa maonyesho haya. Maonyesho haya yalizinduliwa na Waziri wa Vijana na Ajira Mheshimiwa Shaban Othman katika viwanja hivi, lakini pia kufungwa na Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar Mheshimiwa Hamisi Saidi, ambapo moja kwa moja aliweza kuwasisitiza Watanzania, Wazanzibari kuweza kuzitumia fursa za uwepo wa maonyesho haya, kuwepo vyuo hivi katika visiwa vya Zanzibar hata kule Pemba, kwa lengo la kuweza kupata udahili hapa, lakini pia kuweza kupata ushauri wa kielimu, vyuo gani wanaweza wakajiunga, lakini kuangalia kwa namna gani wamepata urahisi wa kukaribia kufika katika vyuo hivyo kwa haraka, tofauti na kuenda kuvifuata vyuo hivyo katika sehemu ambazo ni makao makuu ya vyuo hivyo. Lakini pia ameweza kuambia wakazi wa kisiwa hichi cha Zanzibar fursa ambazo zimekuwa zikitolewa za scholarship, mikopo, bodi za mikopo kuwepo hapa ni fursa kwao kuweza kujichanganua ni kwa namna gani wanaweza wakapata fursa, lakini kufahamu njia ambazo wanaweza wakazitumia ili kuweza kupata nafasi za mikopo kupitia bodi za mikopo zote mbili ikiwemo ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Ni kufahamisha tu kwamba banda la Global Education Link ambao ni mawakala wa vyuo vikuu nje ya nchi walikuwepo katika maonyesho haya. Kupitia maonyesho haya meneja wa tawi la Global Education Link Zanzibar Bi Zulfia Abdul Hulal amesema kwamba zaidi ya watu 7,000 wameweza kufika katika banda hili la Global Education Link na watu zaidi ya 30 wameweza kupatiwa udahili wa vyuo vikuu nje ya nchi. Lakini kueleza ni kwa namna gani mwanafunzi ambaye ameweza kukosa fursa ya kutembelea katika maonyesho haya basi anakaribishwa katika ofisi za Global Education Link zilizopo jengo la Thabit Kombo kwa ajili ya kuweza kupatiwa udahili. Nafasi bado zipo katika vyuo vikuu mbalimbali nje ya nchi. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kwa kukuletea taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zikiendelea kupitia maonyesho haya. Tukutane katika maonyesho mengine ambayo tarehe 23 tutakuwa Dodoma, lakini pia Mwanza, Arusha na Dar es Salaam. Mimi naitwa Mwanahamisi Simai, nilikuwa naye Amri Lupatu katika kuletea taarifa hizi kwa kina zaidi. Informative TV. We believe in knowledge.